Wewe ni binti. Sasa imetosha. Waimbaji mnaweza mkakaa, mabinti na wahitaji hapa mbele. Wewe ni binti. Binti anaanza umri gani? Sio mama, sio mwanamke. Binti hujazaa. Yeyote ambaye hajazaa ni binti. Aliyezaa anaitwa mama. Njoo tuvaa viatu vyako, vaa. Yeyote ambaye hajazaa yuko kwenye lika ya ubinti, sio? Ubinti unaanza ukiwa na miaka mingapi? 10 mingapi? 14? 13? 5? 15? Binti sasa hivi unakuwa 15. Kwa 15 kushuka chini watoto 12. 18? 12. Mabinti. Mabinti. Nyie ni mabinti. Mungu amewapa neema. Nisikilizeni mabinti wa Yesu. Nyinyi ni wa thamani. Kiwanda mlichokabidhiwa na Bwana, msiruhusu kuchakata mbegu zisizo sahihi. Haleluya. Mnanisikiza mabinti wa Yesu? Mnanisikiliza? Ndani yenu mmekabidhiwa na Bwana viwanda. Msiruhusu kuchakata vitu ambavyo sivyo vya Mungu. Msiruhusu kudhihirisha baraka sizo za Mungu. Kuna baraka za wanadamu, kuna baraka za mashetani, lakini ziko baraka za Mungu. Baraka ya wanadamu ni ile ambayo bora. Haleluya. Iruhusu baraka ya Mungu iwe baraka yako. Weka mkono kwenye tumbo lako. Sema, mikono hii nimeweka kwa agano kati ya mimi na Bwana katika jina la Yesu. Mikono hii iwe agano kati ya mimi na Bwana katika jina la Yesu. Katika wakati wangu ambayo kiwanda changu akijafunguliwa bado kuzalisha, kurutubisha, kukidhihirisha kile ambacho Mungu wa mbinguni amekidhihirisha, ninakuomba Mfalme, kiwanda hiki kifanye kazi kwa ajili yako. Kiwanda hiki kifanye kazi, kizae vizazi ambavyo mimi na wewe tutakuwa na faida navyo katika jina la Yesu. Baba wa mbinguni, ninakuja mbele zako. Kila mbegu iliyo mbaya iliyoingia ndani yangu, imekaa ndani yangu ili kuleta tabu, kuleta shida juu ya maisha yangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu ninaikataa mbegu ya uharibifu iliyokaa ndani yangu, iliyosubiri muda wa kiwanda hiki kutafasiri baraka za Mungu ili iingize baraka za giza. Ninaongea sasa, mashetani, majoka, miungu, mapepo mliokaa ndani yangu mkasubiri wakati, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, leo hii naondoa, leo hii naondoa nguvu za giza zilizoshindana na mimi ili nisitafasiri ile baraka, ule uzao niliomiliwa na Bwana. Kwa jina la Yesu, leo hii naondoa, nakataa. Mimi sio kiwanda cha uharibifu, mimi sio kiwanda cha uovu, mimi sio kiwanda cha mabaya. Kwa jina la Yesu nakataa, nakataa kwa damu ya Yesu. Mweka mikono juu, kila mtu weke mkono wake juu. Mabinti mlio mahali hapa, Mfalme Yesu, hii ni mikono ya mabinti zako ambao walikuwa wanajijua tu hawa ni wanawake watarajiwa, lakini hawajajua kwamba hawa ni viwanda ambayo wewe umewaamini kutafasiri baraka.
kutafasiri makusudi na mapenzi yako ambayo umeyaweka ndani yao. Mfalme Yesu, kwa pendo na kwa neema ambayo Bwana umenipa, kwa ile baraka, ninaondoa hiyo nguvu. Ninatuma malaika ambao wanaofanya inspection, ukaguzi maalum wa kimbingu. Nendeni kwenye miili ya huyu binti aliye mahali hapa. Ingia kwenye mwili wake, ingia kwenye mwili wake. Fanya ukaguzi wa roho chafu iliyokaa, ambayo ina malengo kwa ajili ya uzao, ina malengo kwa ajili ya kiwanda hiki kuharibiwa, kwa jina la Yesu Kristo. Wekeni moto. 1, 2, 3. Fire! Na choma kwa moto kila uharibifu uliowekwa, uliokaa, uliosubiri muda. Ninaongea na nyinyi mashetani, naongea na nyinyi majoka, naongea na nyinyi miungu, naongea na nyinyi mapepo. Hauna nafasi ya kukaa ndani ya binti huyu, hauna ruhusa kukaa ndani yake, hauna ruhusa, hauna ruhusa, hauna ruhusa. Ninaongea na nyinyi kwa jina la Yesu. Msimamishe, msimamishe katika jina la Yesu. Ewe majoka, ewe majoka, ewe miungu, ewe jini uliyekaa ndani ya binti huyu, ili umesubiria wakati kuleta uzao ulio mharibifu. Amewekewa baraka, amewekewa mbegu ya kutafasiri iliyo njema, kiwanda kilicho bora, lakini umeweka vipuri vya ajabu, umeweka vipuri vya ajabu, umeweka mateso, umeweka matatizo. Ninaamuru sasa hivi moto wa Bwana, moto wa Bwana kwenye uzao huo, kwenye injini hiyo, kwenye kiwanda hiko, katika jina la Yesu. Choma, choma kwa jina la Yesu, choma kwa jina la Yesu. Ninaamuru kwa jina la Yesu, ninaondoa uzao mbaya, ninaondoa uzao mbaya, ninaondoa uzao mbaya. Naamuru moto wa Bwana, naagiza moto wa Bwana kuanzia sasa na hata milele. Ninavunja kila kongwa, naondoa, naondoa, naondoa kwa jina la Yesu. Mwache kuanzia leo, mwache kuanzia leo. Achia uzao wake, achia uzao wake, achia uzao wake. Achia hiki kiwanda kizalishe baraka, kizalishe. Aolewe huyu na siolewe na mtu wa ovyo. Kwa nini haiwezekani? Kwa nini haiwezekani? Hairuhusiwi kwa kuolewa. Kwa hairuhusiwi kuolewa. Kwa hiyo wanaruhusiwa kufanyaje sasa? Wanaruhusiwa kufanyaje? Wazae tu. Umesikia maneno hayo? Kwa hiyo kuna mbegu ambayo inatakiwa ipitishwe bila ndoa. Nimetumwa na Bwana kwa ajili yake. Leo hii ninaondoa huo uzao wa uharibifu. Ameaminiwa na Bwana, ndio maana anatakiwa aolewe. Lucy, 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 ninaenda kwenye makaburi ya familia yenu. Naenda kwenye makaburi ya bibi yako, babu yako, na watu waliolazwa kwenye kaburi moja moja. Ninatengua amri iliyowekwa na wakubwa wa ukoo wenu kwa jina la Yesu. Hiki sio kiwanda cha kuzalisha mbegu ya uharibifu. Sasa ninaagiza Lucy, wewe utaolewa, 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 utaolewa. Na vunja kongo hilo kwa jina la Yesu. Ng'aa na uonekane, kila anayekuona akuone umeitwa kwa ajili ya Bwana. Na ninaagiza uzao wako, weka mkono ni tumbo lake. Uzao wako umeaminiwa na Bwana, umeaminiwa na Bwana, umeaminiwa na Bwana. Zao walio matajiri, zao walio na hekima, zao walio wazuri, zao walio na baraka kwa jina la Yesu. Nafungua uso wako, olewa na mwaka huu wa kukuona waanza kukimbizana, lakini Mungu akupe yaliyo mmoja sahihi katika jina la Yesu. Amen. Ninatumia damu ya Yesu Kristo. Natumia damu ya Yesu Kristo. Devota. Ninatumia hii damu ya mwanakondoo. Na hili jina lipitalo majina yote. Kile kiwanda kilichoaminiwa na Bwana, ambacho mashetani wamekaa ndani, wamesubiria wakati kuleta product za uharibifu, kuleta shida juu yako. Leo hii
ninakuondoa kwenye laana hiyo. Enyi mashetani mliojificha ndani yake, mliojificha ndani yake, kwa jina la Yesu, kwa mamlaka jina la Yesu Kristo, ninaondoa, toka kwa jina la Yesu. Bali ile neema ya mfalme Yesu iwe juu yako kwa damu ya Yesu. Eliza, Bwana amenituma kwa ajili yako katika wakati huu, ukisubiri kudhihirisha, kutafasiri zile baraka zote za kiroho ambazo Mungu amekupa, zile baraka zote za kiroho ambazo Mungu amekwekea. Bwana amenituma kusema na wewe kwa habari ya kila mbegu ambayo iliyokaa na kujificha juu yako, uliyesikia kutoka kwa baba, uliyesikia kutoka kwa mama, uliyesikia kutoka kwa wanadamu wote walimwengu, wanaume, wanawake, waliokuambia kwamba wanakupenda na wewe moyo wako ukatokea kuwapenda, iwe kwa wazi au kwa kificho. Mbegu hiyo imekaa ikisubiri uovu uanze kutengenezwa. Ninaagiza malaika ambao watakatifu wanaweza kumulika moyo na kuangalia uharibifu uliokaa kwa kiwango gani katika moyo wako, uharibifu ambao umewekwa kusubiri ili kuzalisha yaliyo mabaya. Ninaamuru malaika sasa, anza kuondoa. Enyi mashetani, enyi majoka, jina la Yesu, kwa jina la Yesu ninawaagiza kuanzia leo, huu ni uzao mtakatifu, amezaliwa katika utakatifu, na upekee wake ambao umekaa hautakuwa upekee wa giza, bali upekee wake utakuwa kwa ajili ya Bwana. Sasa ninaongea na nyinyi, nguvu hii iliyokaa ndani yake, ambaye mimi naiona kwa kiwango kikubwa, nguvu hii iliyokaa ndani yake inamwambia ustahili, wewe ni wakufa, wewe ni wakuharibikiwa, wewe familia yako, wewe ni waajabu, hutoendelea. Ninaamuru kwa jina la Yesu, kwa mamlaka jina la Yesu, ngeuzeni huku. Eliza, wewe ni wa thamani, wewe ni wa thamani, wewe ni wa thamani, wewe ni wa thamani. Uzao wako ni uzao mtakatifu. Aya, uzao wako ni uzao mtakatifu. Kiwanda hiki kitatafasiri mema wala sio mabaya. Hautaishi matatizo, hautaishi mateso, hautaishi mabaya. Ninaamuru kwa jina la Yesu, ninavunja kila vipuri vya giza, kila vipuri, yale maumivu mlioleta katika wakati wa siku, yale maumivu makali ambayo mmeleta maumivu katika kiwanda chake, kwa jina la Yesu. Leo hii ninaamuru sheria iliyotafasirika ya giza, malaika mlio mahali hapa, anza kuondoa. Jina la Yesu, I command you, come out. Niache kuanzia leo ile laana ya familia ambayo amesema kiwanda hiki lazima kipitie laana ya baba ambao kwenye ukoo wao wamekuwa watu wa namna fulani, na tafasiri hii imetokea leo. Ninaamuru leta ewe tafasiri. Haya, ewe kiwanda, kataa laana hiyo, kataa kwa jina la Yesu. Naachia mafanikio, ninavifuta vipuri vyote na vunja. Imeandikwa mjia kuwa neno la Mungu ni nyundo, nami navunja kila kipuri, mashine iliyoharibika, boa jina la Yesu, na kuumba upya. Naondoa uchungu, wasiwasi, mashaka, maulizo ambayo yamekaa kwenye moyo wako. Kweli mimi nitapata hiki? Kweli mimi nitakuwa mtu wa namna hii sawa navyoambiwa? Kweli mimi nitatoka kwenye shida? Bwana amenituma nikwambie, wewe ni uzao wa Ana, wewe ni uzao wa Ana, katika jina la Yesu Kristo, katika jina takatifu la Yesu. Nenda kwenye hilo baraka. Amen. Nani? Solina. Baba, ninaomba kwa ajili ya Solina, yeye ni kiwanda
na kinasubiri wakati wa kutafasiri baraka na neema, sheria na uadilifu wa Bwana. Kila mbegu iliyokaa juu ya Selina, kila mbegu ya uharibifu iliyowekwa juu ya Selina, mashetani, majoka, miungu, majini, mapepo, sikia neno la Bwana. Toka hapo ulipokaa. Aya, 1, 2, 3. Come out! The mighty name of Jesus. Come out! Ninakuapisha kwa jina la Yesu. Hauna uwezo kukaa juu ya binti huyu. Enyi majini, enyi mapepo, enyi majoka, hauna uwezo kukaa juu ya binti huyu. Ninakuondoa kuanzia leo. Selina, ninakuweka huru kwa jina la Yesu. Deodata. Ile amri ya giza iliyowekwa juu yako na ikatafsiriwa juu yako ya kwamba wewe ni wa kushindwa, wewe ni wa kuonewa, wewe ni wa kuaibika, ikawekwa amri katika kiwanda kile utachokizaa, kizae uganga, kizae uharibifu. Deodata, hii ni amri inayotoka juu. Mjumbe wa Mungu aliyetumwa mwenye mamlaka kamili ya kuondoa vipuri vya giza. Ninaongea sasa. Naongea na miungu, naongea na majini, naongea na mapepo, naongea na mzimu kwa jina la Yesu. Mwache. Achia. Moto wa Bwana ulio mahali hapa. Moto wa Bwana ulio mahali hapa, uliyekaa kwenye uzao wake, uliyekaa kwenye tumbo lake, tumbo la uzazi, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mwekeni mkono. Mwekeni hapo mkono. Mfungeni kabisa. Mfunga haraka. Wanaume. Dada, unasogea mbele, usifunge macho pekee. Wanaume. Injinia, omba naye. Wewe una upako huo. Saidia maji. Injinia ndo ana upako wa namna huo wa kufungua vifungo vizito. Nani? Ni Linza? Hinza. Ewa mkono ni tumbo lako Hinza. Umeolewa? Aya, vua. Ya nani? Mvalishwa na nani? Ya urembo. Unamlembea nani? Usivae tena pete mpaka wakati utakapofika. Sawa? Umenunua shilingi? Sawa? Na binti ana pete. Usivae pete, zina maana. Sawa? Inza, nimetumwa kwa ajili yako kukirekebisha kiwanda cha Bwana kilichokaa. Uchungu, hasira, mabaya yaliyoelekezwa juu yako, katika jina takatifu la Yesu. Kila roho iliyokaa ndani yako, kila roho iliyowekwa juu yako, ilishindana na wewe kwa ajili ya baraka zako, ninaamuru kwa jina la Yesu mwana Mungu aliye hai, ninavunja madhabahu hiyo. Madhabahu uliyekaa juu ya mtoto huyu ili kutafasiri mabaya badala ya mema, kuleta matatizo badala ya baraka, kuleta neema, kuleta mabaya badala ya neema, ninaamuru sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, ninakuapisha wewe. I command you in the mighty name of Jesus. I command you in the mighty name of Jesus. Ninaamuru mashetani yote, majoka yote, majini yote, kuanzia leo mwacheni huyu binti. Mwachie huyu binti. Ninavunja hiyo laana. Navunja hiyo laana. Nguvu ya laana. Fidelis iko wapi? Nguvu ya laana hiyo iliyokaa juu yake, kiwanda kilichoharibiwa, miungu iliyokaa juu yake, roho ya miungu, miungu yote, kwa jina la Yesu ninaamuru sasa hivi
Naamuru sasa hivi, ninaongea na roho ya miungu hiyo uliyokaa ndani yake. Achia! Achia kwa jina la Yesu. Naweka moto Bwana. Naweka moto Bwana. 1, 2, 3, fire! Yes. Inaivunja roho hiyo. Kafara ambayo umetolewa. Kafara ambayo imewekwa juu yako. Nguvu ya kafara. Nguvu ya kafara. Nikumbushe jina? Everina. Everina, mbona unaogopa? Evelina, naomba mkono wako. Bwana amenipa neema niseme na wewe kwa ajili ya kiwanda kilichoaminiwa na Bwana, kuzalisha baraka badala ya laana, kuzalisha kusudi badala ya matatizo. Ninaamuru sasa roho ya kukata tamaa ambayo imekaa ndani yake kwa muda mrefu, anaona kwamba yeye hataweza, anayaona katika TV, katika mitandao ya kijamii kuwa ni ndoto juu yake. Umekuwa unamuuliza Bwana mara nyingi, je, kwangu itafanikiwa? Nami nitakuwa mtu mwenye furaha? Bwana amenituma nikwambie, amekuamini. 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 Nami naamuru kila roho ambayo imekaa ndani yake kuleta vuguvugu kwa jina la Yesu Kristo. Evelina, sasa hivi ninaiondoa. Hauna mamlaka. Hauna mamlaka. Achia. Come out. Come out. Off. Wewe naongea na hofu ambaye amekuwa anaogopa, hata kesho akionyeshwa anaiogopa. Aya, mwachie. Mwachie. Mwachie wasiwasi ambaye umekaa kwa wingi ndani yake. Utayaona yale unayoyaona. Yale ambayo unayoyaona utayaona, utayaishi. Utakaa kwenye nyumba ya kwako, utamtukuza. Ni swala la muda. Umeaminiwa wewe kuwa baraka wala sio laana. Umeaminiwa wewe. Ninaamuru sasa hivi, enyi mashetani, enyi majoka, kwa jina la Yesu, mwache. Mwache Evelina. Kwa jina la Yesu ninaachilia baraka. Imeandikwa, mpenzi, ufanikiwe katika mambo yako yote, uwe na afya njema. Na ifuta hofu kwa jina la Yesu. Amen. Kumbushe jina? Crane. 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 Bwana amenituma kwa ajili yako. Niangalie mimi tu, Crane. Kwamba maisha ambayo wazazi wameyaishi hautakuwa sehemu ya kutafasiri. Roho ambazo wao zimewazuia wasifike, wewe hautakuwa sehemu yao. Na ile nguvu ambayo imekaa ndani yako kushindana na wewe, Bwana amenituma niiondoe. Crane, kama jina lako lilivyo, mizigo yote iliyowekwa sasa ninaiondoa. Laana iliyowekwa juu yako ninaiondoa. Tabu iliyowekwa juu yako, ninaongea na mizimu. Naongea na mizimu. Wewe. Huyu sio binti yenu. Huyu sio binti yenu. Hana tafasiri laana. Hakuna vifo juu yake. Hakuna mabaya juu yake. Hakuna tabu juu yake. Naongea na wewe. Naongea na wewe. Unanisikia maneno haya? Hakuna laana juu yake. Hakuna tabu juu yake. Hakuna dhiki juu yake. Ninakuapisha kwa jina la Yesu Kristo. Mwache. Moto Bwana uambatane naye. 1, 2, 3, fire! Kwa jina la Yesu. Kwa jina takatifu la Yesu. Inaondoa hiyo laana. Naondoa hiyo laana. Naondoa hiyo Crane. Crane, ninaamuru kuanzia sasa, anza kunyanyua baraka zako zilizofukiwa sehemu. Anza kuzinyanyua baraka zako zilizochimbiwa sehemu. Anza kunyanyua baraka zako kwa jina la Yesu. Na ninaondoa mfumo uliokaa ndani yake ambao utokani na Bwana, mfumo uliokaa ndani yake utokani na Mungu, mfumo uliokaa ndani yake ninauondoa sasa hivi kwa jina takatifu la Yesu. Toka, kambali na yeye. Come out. Huu ni moto ushokao kutoka juu. Malaika, chukueni sasa kikombe cha Yesu Kristo.
ambayo kimejaa ile damu yake, ambayo kwa mashetani najua ni moto wa volkano. Aya, mimina 1, 2, 3. Roho ya mizimu, miungu ya familia iliyozuia, mlitaka kutafasiri juu yake, leo naondoa. Toka. Mimina sasa. Mimina, mimina, mimina kwa jina la Yesu. Naita nini dadangu? Rehema. Rehema. Rehema, nimetumwa kwa ajili yako. Niangalie mimi, usiogope. Bwana amenituma kurekebisha mfumo ambao umeingizwa kinyume na mapenzi ya Mungu. Aya, moto 1, 2, 3. Come out in the mighty name of Jesus. Naitwa nani? Maria. Msogezeni hapo pembeni. Hapo. Maria, niangalie mimi. Bwana amenituma kurekebisha mfumo ulioharibiwa juu yako. Mashetani yaliyokaa juu yako, yaliyotokana na familia, Baba wa mbinguni amenituma nirekebishe. Maria, hili ndio neno la Bwana. Sasa hivi laana, tabu, shida, huzuni haitafanya juu yako. Na iruhusu damu ya Yesu Kristo itakase. Mfumo wa maisha yako unakombolewa na Yesu. 1, 2, 3. Take it in the mighty name of Jesus. Pokea katika jina takatifu la Yesu. Privia, Bwana amenituma nirekebishe yale yaliyoharibiwa. Kiwanda cha kuzalisha, waliweka laana badala ya baraka, waliweka mabaya badala ya mema. Kwa jina la Yesu Kristo, aya, ninaamuru sasa mfumo huo, familia yako, ukoo wako, wamekuwa wanawake wa namna fulani. Sio wewe, sio wewe. Wameolewa kuwa wanaume wa namna fulani. Sio wewe. Ninaamuru ule mfumo, ninaondoa juu yako. Malaika, ondoa. Ninaongea na uzao huo. Uzao uteule, uzao mteule, uzao wa kifalme, uzao mteule. Ninaamuru sasa kwa jina la Yesu. Haya, toka kambani na yeye. Toka jina la Yesu. Mwache kuanzia leo kwa jina la Yesu. Kumbushe jina Rosie. Bwana alilolianza analimaliza. Bwana analolianza analimaliza. Rosie, katikati ya uharibifu Bwana atatokeza kwa shujaa. Katikati ya tabu Bwana atatokeza kuwa mwaminifu. Baraka iliyozuiliwa kwako itaishi. Waliozuiliwa wao, wewe utaenda, utafanikiwa. Rosie, sasa ninaamuru baraka yako. Naona baraka kubwa kwenye elimu, kubwa sana kwenye elimu yako. Ninaamuru wale waliomkataza katika jina la Yesu. Hiki kiwanda ambayo kimewekwa kutafasiri baraka, utakutana ambaye aliyesoma sana naye ameamliwa. Ninaamuru kwa jina la Yesu, nenda kwa jina la Yesu. Anataka mimi huyu, msimamisheni. Msimamisheni. Unanitaka mimi fanyaje? Niacha nini? Nakuumiza? Mimi nakuumizaje sasa? Aya, naguna. Na hiyo tena unaumia. Aya, nimenyamaza. Acha rehema. Nikiongea naumia.
Unaumiaje sasa? Tumbo limefanyaje? Tumbo limefanyaje? Tumbo limefanyaje? Hawezi kuzaa. Mbona mtoto mdogo? Kwa nini hawezi kuzaa? Unakumtumia? Kwa nini hawezi kufanikiwa? Kwani kwenye tumbo lake kuna nini? Watoto wakazaliwa na watoto matajiri. Umefanyaje? Anasemaje? Amue. Kwa nini hawezi kuzaa? Kwa nini? Sababu ni nini? Sawa, wewe umesema kwa nini hawezi kuzaa? Wewe mbona unaongea? Na usiongee. Haya. Mbona unaema sasa? Unaweza kula nyama yangu? Kwa tunyamaze au tuongee? Ani ongea yangu unaumia. Sasa mimi nataka uzao wake. Tukubaliane, mimi nataka uzao wake. Mimi nataka uzao wake. Rema. Ninaongea na wewe popote ulipo. Sauti isikike kwenye milima, isikike kwenye mabonde, mito, bahari. Rema. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nataka uzao wako. Yes. Maika. Leta. Uzao wa kifalme. Uzao wa utawala. Kiwanda cha kutafasiri baraka. Haya, hamtazuia. Kwa jina la Yesu. Ninakuapisha wewe uliyekaa ndani yake, kuanzia leo usikae tena kwa jina la Yesu. Tena mwache kuanzia leo. Come out. The mighty name of Jesus. Ninakuagiza kuanzia leo, malaika mlio mahali hapa, shika upanga. Kuanzia leo, kila laana iliyoingia, kila tabu iliyoingia, kila dhiki iliyoingia, leo hii inaichinjilia mbali. 1, 2, 3, fyaka. Mighty name of Jesus. Na kuweka huru mali ya Yesu. Hatua zako ni hatua za Bwana. Baraka zako ni baraka za Bwana. Kuanzia leo, laana isiseme kwako kwa jina la Yesu. Amen. Wamama, naomba wamama. Anatarishita umoto Meru. Na. Anatarioko. Naomba wamama. Ameshinda vita. Yesu ameshinda vita. Ameshinda vita. Yesu ameshinda vita. Ameshinda vita. Yesu ameshinda vita. Ameshinda vita. Wengine waje hapa mstari huu. Tunakutana hapa. Aya, wakufikia hapa tu. Kwenye ngazi. Mkidani tunamalizana na nyie, mnaenda. Wameshinda vita. Yesu ameshinda vita. Bwana umuone. Sogea. Nikwambie na kutesa. Au tutanyamaza baadaye? Kwa maiki, bila maiki. Hata na maiki. Naisikia sauti ndani yako. Sauti ambayo inasema unajua huna muda mwingi wa kuishi.
Na hii mara nyingi huwa inakutesa, inazungumza sana na wewe. Naongea uongo? Naisikia kwa nguvu. Lakini cha ajabu wewe umekubali pia. Cha ajabu wewe umekubali, sawa. Nikifa ni sawa. Kwa hiyo umeyafanya maisha yako kuwa hatarini zaidi, kwa sababu unajua hauna muda mrefu utakufa. Bwana amenituma, ananiambia hautakufa. Umesema nafahamu nitakufa, kwa sababu imeongea na wewe mara tena, mara tena, mara tena, mara tena. Imesema na wewe, naisikia kabisa kwa sauti kubwa, inasema tumekubaliana na huyu amenikubalia kwamba anakufa. Kwa hiyo umeacha maisha yako katika riski kubwa. Bwana anakupenda. Hauko hapa kwa bahati mbaya. Bwana anakupenda. Leo hii Mungu anakuondoa na kifo. Njia za mauti zina yeye. Unaamini kwamba kuanzia leo kifo kiko mbali na wewe? Hautakufa kwa namna ambayo wao wametaka. Hautakufa. Yangele mimi, siogope. Yangele mimi. Baba umemleta sio kwa ajili ya kusikia tu, bali kwa ajili ya kumponya. Ameishi na teso linomsumbua kwa muda mrefu. Kiwanda hiki kimetafasiri mabaya kuliko, hata kama hakuna mbegu yenyewe imezalisha mbegu ya uharibifu. Kiwanda kimetafasiri machungu kuliko. Baba umenipa mamlaka ya kunyamazisha kifo. Imeandikwa, na ndipo wewe ulipofika katika lango la Naini, ukamkuta kijana wa mwanamke mjane wa pekee amewekwa kwenye jeneza, anaenda kuzikwa. Nawe ulipoona ule msiba uliosimamisha, na mimi ndio leo hii umenipa mamlaka kusimamisha msiba huu. Ametamani kufa kwa namna nyingine, ili wanadamu wajue amekufa kwa namna nyingine, lakini leo nimekusimamishia msiba wako. Ninaongea na wewe uliyekaa ndani yake. Naongea na wewe vijidudu, virus, laana, shida, mateso kwa jina la Yesu. Huyu sio mali yenu. Ninaamuru sasa hivi, ninakuponya, asema Bwana. Yeye aliyenifungulia kuona sio mwanadamu. Wewe jidhihirishe sasa. Hofu ya kifo ninaiondoa, na kuanzia leo ninakubadilisha. Hautakuwa waovyo, hautakuwa mbaya, bali katika wakati wako utamsimulia Bwana na wema wake. Ninageuza kwa jina la Yesu. Ewe roho ya utumwa, ewe roho ya utumwa iliyokaa ndani yake, ninaamuru kwa jina la Yesu, come out. Naondoa kifo, ninakuponya. Bwana asema hivi, ule mti uliokauka umepata uzima. Ule mti uliokauka, aya, pokea. 1, 2, 3. Malaika, mimina damu ya Yesu. Touch. Yes. Touch. The mighty name of Jesus. Yes, yes, yeah. Malaika naona. Ingizeni uponyaji. Ondoa mauti. Mauti inaondoka, uponyaji unaingia. Mauti inaondoka, uponyaji unaingia. Kila mashetani mliojigeuza ndani yake, kila majoka mliojigeuza ndani yake, mkaweka kifo na starehe ya kifo, meiondoa. Hata kufa kwa aibu, hata kufa kwa aibu. Nimekurudishia miaka yako iliyoharibiwa, miaka yako iliyoonewa, miaka yako. The mighty name of Jesus. Yes. The mighty name of Jesus. Amen. Baadaye nitakwambia kitu cha kufanya. Sawa? Wewe ni mshindi. Mkono mmoja unashika kwenye tumbo lako. Ninaongea na uzao. Niangalie mimi, ukiangalia mimi vizuri naona mengi. Baba, huyu ni binti yako, umeamini kumleta mjumbe katika dunia na kuwaleta wengine. Kila marufuku ya kiwanda kilichozalisha, niangalie mimi, kila marufuku ya kiwanda, ninaongea ewe kiwanda, wewe
Ulipewa baraka na Mungu kuzalisha mazuri, sio mabaya. Marufuku ya kiwanda hiki kuzalisha vilivyo bora ukavisimamisha leo hii na viruhusu. 1, 2, 3. Malaika, fungua kiwanda hiko. Fungua, fungua, fungua kwa jina Yesu. Ninaongea na nyinyi, enyi mashetani. Mnasema historia yake lazima irudie kwa watoto. Wewe sio huyu, sio huyu. Historia yake itarudia kwa watoto wake, sio huyu. Ninaongea na kiwanda hiki. Maisha ambayo yamepitia, mmesema ya kwamba lazima, sio kiwanda hiki. Ninaifuta hiyo marufuku katika jina la Yesu. Wewe ni binti wa Yesu, na kuanzia leo ninaachilia uzima. Hautakuwa kituko, utakuwa neema. Hautakuwa kicheko, utakuwa furaha. Baba, ninambariki mwanao, na tumbo la uzazi wake ninalifungua. Tumbo lake na kiwanda hiki na kiweka kuwa huru kwa jina la Yesu. Amen. Una hofu? Unatikia hivi, mimi naona. Wewe una hofu? Unajikaza kisabuni. Beti, naona mstari. Naona huu mstari. Unajua shida yako? Unajua vita yako? Njoo. Naona mstari umecholwa. Njoo nataka tumalize tatizo. Pana shida hapa. Nyie kwenu mko ngapi? Kwenu ni wewe hapa. Kwenu mko ngapi? Mimi kama mimi. Ongea kwa nguvu. Nipo mimi kama mimi. Wewe kwenu mko ngapi? Peke yangu. Wewe kwenu mko ngapi? Mimi mwenyewe. Kwenu mko ngapi? Peke yangu. Wewe kwenu mko ngapi? Niko mwenyewe. Ndaka kuzaa watoto wangapi? Mungu atakayotupa. Una mstari umecholwa, alafu muda mrefu sijauona. Huu pekee ndio unawatesa. Mimba ngapi zimetoka kwenu? Mimba ngapi zimetoka? Zaidi ya 3. Hii inatishia. Iko salama sasa, ila yanga sinauma. Tunaufuta huu mstari. Sema nyosha mikono, watu wote nyosha mikono kwa ajili yake. Umshika mkono. Shida hii tusipoikomesha itaendelea. Sawa Tunafuta upekee uliokaa kwenye ulimwengu wa roho. Makusudi ya Mungu yaliyozuiliwa kwa muda mrefu yameruhusiwa kwao kwa jina la Yesu. Zile baraka za kimbingu zilizozuiliwa kwao, amezaliwa mmoja mmoja, na kila aliyezaliwa alikufa. Leo hii aishivyo Bwana na aishivyo Roho Mtakatifu, na roho za watoto wako hawa zinavyoishi, ninaamuru kwa jina la Yesu, ninaufuta huo mstari. 1, 2, 3, futika jina la Yesu. Beti na Godwin, uzao wenu uwe mkubwa sana, kuanzia watoto wenu mpaka watoto wenu. Hakutakuwa na upekee wa maisha ambayo mlioishi nyinyi. Mtakuwa na furaha ya hazina ya watoto wenu. Ukoo mpya ambayo umezuiliwa kwa muda mrefu, ukoo huu ninauruhusu leo uanze. Malaika mlio mahali hapa mnoshikilia maagano. Malaika mlio mahali hapa mnoshikilia maagano. Hili ni agano jipya la ukoo uliozaliwa kwa jina la Yesu. Mashetani hayana uruhusa kukaa juu yenu, hayana uruhusa kuzuia. Ninaweka ulinzi juu ya mtoto. Wale waliotoka huyu na kuendelea, hata toka hata mmoja kwa jina la Yesu. Utazaliwa ukiwa furaha na amani kwa jina la Yesu.
Shika nyonga zako. Mfalme, umenipa mamlaka ya kusema neno lako likawa. Huyu ni mwanao. Leo nazifanya nyonga zako zikae vizuri kwa ajili ya mtoto huyu. Ewe nyonga, sikia sauti ya Bwana. Nyonga, sikia sauti ya Bwana. Kila roho chafu iliyokaa kukuwekea maumivu inaziondoa kwa jina la Yesu. Yes. Malaika anza kuondoa maumivu hayo. 1, 2, 3, toka kwa jina la Yesu. Tembea nikuone. Nenda kakae, umeshinda. Unasemaje kwa habari ya nyonga? Zimepungua? Mungu mwaminifu. Weka mkono kwenye tumbo lako. Ninaongea na uzao. Mama, una watoto wangapi? 3. Wamekufa wangapi? Mbona unasema hamna afu mmoja? Mimba zimetoka ngapi? Zaidi ya hiyo. Vita iliyoshindana juu yake kwa muda mrefu, ninaizuia vita isihamie kwa watoto. Haya, wote ni wa kiume, wa kike mmoja? Wote ni wa kiume. Kina Gerald, ninaamuru kwa jina la Yesu. Malaika, ninazuia vita hii haitahama kwa jina la Yesu. Haya, achia. Yes. Na naondoa magonjwa juu ya mama huyu. Naondoa magonjwa. Magonjwa hauna nafasi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mbona pale wakati mume wako anamkushika kama ulikuwa na nini uko roho sana? Niambie kwanza. Mbona mbele inaona paka wewe nimeona paka kushika katia huruma hivi. Sasa nimeambiwa uko na kero. Kinachozaliwa ni kitakatifu. Ugusu kwa teme mate wana. Nenda kwanza, nenda sio kwa teme. Furudi. Nenda kwanza sio kwa teme. Maana Kristo hautakufa, utaishi. Utasimulia ukuu wa Mungu. Hakuna madhara juu yako. Hakuna. Baba, ninaomba kwa ajili ya mwanao. Umeweka upekee mkubwa sana juu ya mtoto huyu, na upekee huu umedhihirika juu ya watoto wake. Kiwanda kilichotafasiri baraka zako akitazaa uharibifu. Naiona hofu juu ya kijana wake. Ninaiondoa hofu hiyo, kwa maana yeye amepewa tafasiri ya baraka. Mashaka ninaiondoa, lakini kila sauti inaongea na yeye kwa habari ya kushindwa, kwa habari ya kushindwa, ni leo ninaifuta. Wewe ni mshindi. Hatua zako ni hatua za Bwana. Neema yako idhihirike juu yenu katika jina la Yesu. Sasa ninaachia baraka hiyo katika jina takatifu la Yesu Kristo. Ushindi huu ambatane na wewe. 1, 2, 3. Malaika mpe kwa jina la Yesu. Pokea kwa damu ya Yesu. Amen. Njoo sasa. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Hiki ninachokizaa ni kizazi cha watakatifu. Huyu ninayemzaa ni subilio la maisha yetu. Kwa jina la Yesu. Nimeshuhudiwa na Bwana. Nimeakili waziwazi. Na nimetambua kwamba huyu
kwamba huyu ni yule ambaye tumemsubiri. tumemsubiri. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mama, nakushukuru kwa ajili ya binti yako. Umeongea naye kwa habari ya ushindi, neema na rehema ulizoziweka juu ya mtoto huyu, lakini naiona vita ambayo imeinuka juu yake, vita ambayo ya jinsia, vita iliyonyanyuka juu yake, lakini naona mabaya ambayo yameandaliwa kwenye upande ambao wanaume tu wanapozaliwa wawe wa namna fulani. Mimi ninatumia mamlaka ya jina la Yesu mwana Mungu hai, katika jina takatifu la Yesu Kristo, ninatengua sheria ya ubaguzi wa jinsia, maneno yaliyotengenezwa juu yake, maneno yaliyoamriwa juu yake, awe mtoto wa ovyo, mtoto wa ajabu, kiburi, jeuri, awe mtoto ambaye asisikia. Si hivyo, na sio mbegu ya kiwanda hiki kilichopanda. Nami ninafuta laana iliyokaa juu yake kwa jina la Yesu. Mtoto, nisikie na unanisikia sasa, unanisikia. Ili mamlaka, hakutakuwa na vipuri vya ajabu kutokea kwenye mbegu iliyoingia mpaka katika kutengenezwa kwenye kiwanda ulichokaa. Ninaachilia sasa neema ya Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Hadha yoyote unaipata ya ukuaji, madhara hayo ninaondoa juu ya mama yake, bali ninakuweka ukiwa salama. Ninaachilia akili, hekima, uaminifu wa Bwana. Wewe mbegu takatifu itokee juu yake. Haya, malaika, ingiza sasa, ingiza mbegu hizo zilizoondolewa, mbegu hizo zilizoondolewa, ingia. Hekima, maarifa, baraka, upendo, heshima iwe juu yake. Ninaondoa laana kwa jina la Yesu, kifo kwa jina la Yesu. Hama. Na ninaongea na nyinyi wachawi ambao mmekaa na kusimama, mikono mlioinyosha kupokea, mimi naikata kwa upanga wa Bwana. Huyu ni mali ya Bwana katika jina la Yesu, amen. Weka mkono ni tumbo lako. Na watoto wangapi mama? Wote wako hai. Baba, ninaomba kwa ajili ya mama yangu, watoto wake na yeye. Umekataza huyu asife mpaka aone kusudi. Japo vita imekuwa kubwa na maandalio yamekuwa makubwa, lakini nimetumwa kwa ajili yake kuiondoa hiyo vita katika jina la Yesu. Sasa na hata milele ninaifuta vita juu yako na juu ya watoto wako. Nimetumwa kutafasiri sheria ya uharibifu iondoke na sheria baraka iwepo. Sasa ninaachilia neema na rehema za Bwana. Amen. Baba Mungu, nakushukuru kwa ajili ya mama yangu huyu ambaye umemtunza hata sasa. Tumbo lake limezaa shujaa, na mashujaa wamezaa makomando na majasusi wa mbinguni. Mpe umri mrefu, mpe umri mrefu. Ondoa mashaka, ataona na atamshika mjukuu wake, lakini mpe neema ya baraka na mkate wake wa kila siku. Baba, nakushukuru. Naondoa kila aina ya tatizo iliyokaa juu yake katika jina la Yesu, amen. Baba, ninaomba kwa ajili ya binti yako Ana, katika jina la Yesu. Kila kilichopandwa kinyume na pendo lako Bwana, umenipa mamlaka kuondoa. Ninanyosha mkono, kwa maana imeandikwa, mkono wako si mzito, si mfupi ushinde kuokoa. Basi kwa mkono wako ninagusa tumbo lake na ninagusa maisha ya mtoto wake. Aya, ninamuru kila laana iliyokaa upande wa baba, kila tafasiri iliyotafasiri juu ya mtoto huyu, ninamuru kwa jina la Yesu, havina ruhusa kukaa ndani yake, bali na ubariki uzao wake katika jina la Yesu, amen. Baba, ninaomba juu ya binti yako. Umenipa mamlaka ya kusema maneno yako yakawa, kwa mamlaka jina takatifu ya Yesu Kristo. Sasa ninaachilia uhuru wa Bwana. Ninaondoa kila kiwanda kilichozalisha kukataliwa na kikakubali.
kila kiwanda kilichozalisha kuharibikiwa na kikakubali juu yako na uzao wako katika jina la Yesu. Enyi mashetani yaliyokaa katika pande za familia yake, majoka na miungu, ninaamuru hamna nafasi. Ninaamuru ewe kiwanda cha Bwana, ninakiweka kuwa huru kwa jina la Yesu. Amen. Baba Mungu, ninaomba kwa ajili ya binti yako ambaye huyu umemwamini kuzaa na kutafasiri sheria yako, kama vile mahakama ilivyokuwa na amri ya kutafasiri sheria, na ndivyo umeweka uzao juu ya binti yako kutafasiri sheria zako na baraka zako. Nami naachilia neema na rehema juu ya watoto katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu hai. Baba, nakushukuru kwa ajili yake kwa jina la Yesu. Amen. Baba, ninaomba juu yake na juu ya watoto wake, kila laana, vikwazo, vizingiti vilivyowekwa na kila marufuku iliyokaa juu ya familia na ukoo, hawana nafasi wala uwezo kukaa katika jina la Yesu mwana Mungu hai. Ninaamuru sasa damu ya Yesu ifanye utakaso ya uzao wake, kiwanda hiki kitafasiri mema wala sio mabaya. Amen. Ninaomba juu ya watoto wake ambao walikaa katika tumbo hili, katika kiwanda hiki, wakachakatwa kutoka katika ulimwengu wa roho kuleta ulimwengu wa mwili. Baraka za Mungu ziambatane nao, hawatakufa kabla wakati wao, hawataishia chini, bali watakuwa juu katika jina la Yesu. Baba, ninaomba kwa ajili ya kiwanda hiki ambacho watoto wamekaa katika tumbo hili. Watoto hawa mapenzi ya Bwana yamiminike juu yao katika jina la Yesu. Hakutakuwa na kuzika katika ujana wako, hautakuwa na kuzika katika uzee wako. Waishi katika wakati wa Bwana uliamliwa katika jina la Yesu. Baba, ninakuamini wewe kwa wakati, uleta wakati na bahati juu ya watoto wako. Umemfanya kuwa bora, na ndivyo jinsi ilivyo. Umemfanya kuwa bora na uzao wake. Ninaomba basi kiwanda hiki, kila tafasiri iliyo kinyume na mapenzi ya Mungu ninaondoa katika jina la Yesu, bali uzao wako uwe mtakatifu. Hakutakuwa na laana wala balaa, mikosi wala huzuni katika jina la Yesu. Baba Mungu, ninaomba kwa ajili ya uzao wa mwanao, tumbo hili lilozaa na uzao huu, kiwanda hiki kilichotafasiri baraka zako. Tunza heshima, baraka na neema. Makuhani wakuu wafanye sawasawa na kusudi lako katika jina la Yesu. Baba Mungu, asante Bwana kwa ajili ya binti yako. Umemfanya kwa kiwanda kilicho bora kuzalisha vilivyo bora. Fanya kilicho bora kuzalisha vilivyo vya thamani. Ninaomba katika jina takatifu la Yesu, kila vilivyoamliwa kinyume na mapenzi ya Mungu, utawaona watoto wako, au utakufa. Kama vile Sara alivyopewa umri mrefu, na ndivyo wewe uwe na umri mrefu katika jina la Yesu. Kiwanda kizalishe, bado zaa katika jina la Yesu. Amen. Ninaomba kwa mamlaka ya damu ya Yesu Kristo mwana Mungu hai, neema na rehema, baraka na uwezo, makusudi katika jina takatifu la Yesu Kristo. Ninaomba basi neema ya Bwana iwe juu yake na juu ya uzao wake. Zile sheria ambazo Bwana umeweka ndani ya mwili kutafasiri, sheria hizo zitokee ndani yake katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amen. Ninakataa kila uharibifu uliopandwa kwa muda mrefu. Ninakataa kila mabaya yaliyoamliwa juu yake kwa muda mrefu. Ninakataa. Mtoto huyu hatakufa bali ataishi. Mtoto huyu hatakufa bali ataishi. Ninaongea sasa na mizimu pande, naongea na majoka, naongea na miungu kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu hai. Haya, kaa mbali na yeye, kaa mbali na yeye, kaa mbali na yeye kwa jina takatifu la Yesu Kristo. Nakushukuru Mfalme kwa ajili ya pendo lako. Amen. Ninaomba kwa ajili ya binti yako ambaye umeweka sheria katika tumbo kwa kiwanda cha kutafasiri mema badala ya mabaya. Nami naachilia kwa damu ya Yesu mwana Mungu hai, naachilia kwa damu inenayo mema. Neema na rehema iwe juu yako. Pendo na sheria ya Bwana iwe juu yako. Uzao wako tafsirike katika mema wala sio mabaya, katika jina takatifu la Yesu. Amen. Ninaomba Bwana kwa ajili ya kiwanda hiki ulichoweka baraka. Ondoa laana,
Ondoa maisha ya kujirudia juu yake na juu ya utoto wake. Aibu iwe mbali na yeye, laana iwe mbali na yeye, shida iwe mbali na yeye. Weka wakuu katika kiwanda hiki ambacho ulichokiamuru kizalishe zile product ziwe bora. Kila vita iliyofanyika iwe mbali na yeye katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mfalme wa amani, mwenye enzi na mwenye mamlaka, mfalme mwenye ukuu na uweza, ninaachilia neema, baraka, uaminifu. Naachilia uzao huu uwe bora katika jina takatifu. Kila roho chafu hauna nafasi. Kila roho chafu, kifo na nafasi. Roho Mtakatifu ananiambia kwa habari ya kifo. Wewe naongea na kifo kwa jina la Yesu. Una nafasi. Kifo una nafasi katika jina takatifu. Bali kiwanda hiki kizalishe uhai kwa jina la Yesu. Amen. Kwa jina takatifu la Yesu, umeaminiwa na Bwana kuzaa, kutafasiri sheria za kimbingu, na wewe ndiye lango la pekee la kuleta baraka na sheria ya kimbingu. Neema hii iwe juu na dhahiri juu yako. Laana ikae mbali na wewe, majuto yakae mbali na wewe, baraka ikae mbali na wewe. Ninaachilia baraka na mapenzi ya Mungu katika jina takatifu la Yesu. Amen. Pigie Bwana makofi. Sasa